Naona mwenyewe leo unaamua kupumzika mapema ya, unajua tena siku moja kupata nafasi kama hii. Unakaa na familia, unajadili mambo mengi. Ni kweli. Hapo kwenye kujadili nao. Kuna kitu nataka nikwambie. Niambie, usiposema wewe atasema nani? Sawa. Sijajua lakini kama litakukwaza au halitakukwaza. Ila ndio itabidi nikwambie tu na ndio ukweli. Hapa nyumbani simhitaji Lami. Unasemaje? Simtaki Lami. Nimemchoka. Naomba mrudishe nyumbani kwao. Vizuri. Yaani Lami amekukosea wewe kitu gani mpaka ukafikia maamuzi ya kumfukuza bila mimi kunishirikisha chochote? Hebu naomba nishirikishe hicho kitu ambacho yeye amekifanya kwa wewe ili nijue sasa kama naweza kumuonya au kumfukuza, lakini sio hivi tu unaniambia tu mfukuze simtaki bila sababu yoyote. Yaani huhitaji kujua kosa kafanya nini, ila mimi ninachokihitaji simhitaji. Yaani hicho tu ndio ninachokihitaji, nisimuone hapa nyumbani. Kama unahitaji endelee kukaa hapa mjini basi mpangie, si mtu mzima yule jamani. Una matatizo gani wewe? Wewe mwanamke mbona unalombaya sana? Wewe mbona mchoyo wewe? Yaani mimi ninalombaya kukwambia. Kwa hiyo mimi hapa si ni mama wa familia. Pia nina maamuzi ambayo naweza nikayatoa. Wewe ukiona huyo Lami ni wa maana sana kwako, bado unamhitaji sana aendelee kuwepo hapa mjini, mpangie. Ila hapa nyumbani sitaki kumuona na atatoka tu. Sasa naona wewe unanipanda kichwani. Yaani wewe sasa ndio unanipanda mimi kichwani. Umenioa, si ndio? Yaani wewe jiamulie tu. Simtaki kwa roho mbaya zako ulizokuwa nazo. Yaani amani sasa imeshakushinda. Nimeamua leo nipumzike nyumbani mapema ili tujadili vitu vya msingi, mwisho wa siku naletea vitu vya ajabu sivielewi. Sasa nisikilize. Wewe kichwa chako kimezoea vurugu, vita na maukorofi yasiokuwa na faida yoyote. Mshenzi wewe. Baki peke yako. Yaani mimi nakwambia ukweli, una kazi ya kuniambia mimi hapa sijui naharibu amani. Ataondoka tu kwa njia yoyote. Hawezi kubaki hapa. Kazi kuharibiana furaha tu kwenye maisha yetu. Samahani kwa kuingilia kwenye utawala wako. Umefuata nini? Nimechoshikilia mkononi chini kwa ajili yako. Lakini sikukuagiza. Najali kuhusu wewe, ndio maana niko hapa. Asante. Unaweza ukaenda. Kama utojali naomba nisikilize japo kidogo. Kwani ni mara ngapi nakuwa nakuelezea juu ya hisia zangu? Ni mara ngapi nakwambia kwamba nakuhitaji kwenye maisha yangu na unashindwa kunielewa? Shida fiko, najua ninavyokupenda. Au yote ni kwa sababu kakaangu amekuwahi? Hiyo sio shida. Tambua tu kwamba mimi nakupenda. Ndio maana niko hapa. Basi naomba unielewe. Hivi kama umeshindwa kuniheshimu mimi, mheshimu hata kaka yako basi. Iheshimu ndoa yetu. Mimi ni shemeji yako. Niheshimu kama shemeji yako na nitabaki kuwa shemeji yako. Heshima nilikuonesha tu mara ya kwanza nilipokuona. Lakini hisia za moyo wangu pia ndio zinaanza kupenda wewe. Shemeji, mimi nakuheshimu shemeji, lakini sio mimi. Ni hisia za moyo wangu ndo zinaanza kupenda wewe.
heshima yako nilionyesha mara ya kwanza tu nilipokuona, lakini sasa na mapenzi ya dhati juu yako. Tafadhali shemeji. Lame, sidhani kama unachokitaka utafanikiwa. Mimi ni mke wa kaka yako, naomba uondoke. Sawa, itafika wakati tutambue hisia zangu. Furaha yako ninayo mimi. Nakupenda sana. Mume wangu. Mimi una shida gani wewe? Mume wangu, nimekumisi. Najua uko bizi na kazi, unarudi umechoka. Lakini mimi ni mwanamke na hisia. Nimekumisi sana. Nakuhitaji usiku wa leo. Hivi unajua saizi ni saa ngapi? Yaani hata huruma na mimi huna, wakati unajua kabisa nimerudi nahitaji kulala kupumzika ili kesho asubuhi niwahi na majukumu mengine. Wewe umekaa tu hapo unawaza unataka nini saa hizi usiku huu? Mimi sina kuhitaji mume wangu. Unajua mimi ni mwanamke na ni mkeo. Au unahitaji nikamwambia nani? Nikiwa nimebanana kama hivyo. Wewe unakosa nini hapa? Yaani niambie hapa ndani wewe unakosa kitu gani? Sikupi pesa wewe? Hauli? Nimekununulia mpaka gari na kujazia na mafuta. Kila kitu unachokitaka wewe mwanamke unapata. Unataka kitu gani? Hivi vitu mbona havina faida yoyote? Alafu isitoshe mke wangu, wewe natakiwa utambue kwamba mimi leo nimechoka. Yaani majukumu ya kazi yamenibana. Kwa hiyo natakiwa unipe muda nipumzike ili kesho niamke asubuhi nikapambane na mambo mengine. Haya mambo tutafanya tu. Mbona nikiwa vizuri siku nyingine mbona hakuna shida yoyote? Mimi kero staki bwana. Mimi leo ni Jumamosi lakini umeamka mapema. Unaelekea wapi? Nenda kazini. Hivi ni kazi gani hiyo ambayo haina weekend? Huna muda kabisa na mimi. Wakati wenzako siku zingine kama hizi za weekend, Jumamosi, Jumapili, wanapata muda wa kuwa na wake zao. Hunipi muda. Hamna siku tumekaa tukadiscuss kuhusu maisha yetu. Kwa nini lakini? Hivi wewe utakula weekend hapa? Utaishi kwa weekend? Kwamba nikae sasa tuangaliane ili wewe ufurahi. Alafu mimi biashara zangu zikwame, si ndio? Kwa hiyo unazungumza hivyo ili mimi nifanyeje sasa? Nisikwambie hisia za moyo wangu? Nisikwambie ninavyojisikia?
kuna muda na feel vibaya kwa sababu yako, kwa sababu kazi imepoteza kabisa mapenzi. Hayo yote 9 nishakubali baba. 10 ni hili hapa. Mdogo wako anaondoka lini? Unasemaje wewe? Mdogo wako anaondoka lini? Nishachoka, maana nishakwambia mara nyingi, lakini naona uchukui hatua yoyote ile. Mdogo wako anaondoka lini hapa ndani? Mamazi. Ina maana kumbe wewe ili swala uko nalo serious, si ndio? Hivi mdogo wangu amekukosea nini wewe? Mdogo wangu ana shida gani? Yaani kumbuka yule unayemzungumzia hapa ni mdogo wangu mimi. Unaelewa? Ile ni damu yangu, tumelala tumbo moja kwa mama. Unazungumza ujinga gani hapa? Unamaanisha nini? Mimi kukuambia mdogo wako aondoke ndio unafikia hiyo hatua kwamba mimi namtaka mdogo wako? Sasa nachokitaka aondoke, nimechoka. Nisikilize mwanamke. Tena unisikilize na unielewe. Sasa nasema hivi, hapa mdogo wangu aondoki, atakaa hapa, na kama kuondoka utaondoka wewe. Mshenzi wewe. Unakaa tu mdogo wako aondoke. Sasa kama umeanza tamaa zako za mapenzi, sio kwa mdogo wangu mimi. Badala mtu atake kujua sababu, ananilaumu. Mpaka lini? Lakini inabidi utambue mimi nipo hapa kwa ajili ya kutimizia haja zako au kukupa kile kitu ambacho mume wako ameshindwa kukupa. Kwa nini uumie? Pole. Basi shoga yangu nimeongwa Saidi amebadilika, hanijali. Ani atajilegeza. Hivyo unajua ile mwanamke unajilegeza akiwa mwanaume mwingine aachi anapiga. Lakini mume wangu anakaza kama ni. Sio utafanya nini? Ninachokufanya. Yaani kuhusu mume wangu mimi nishajipatia tamaa. Atakapoamua yeye ndo hapo hapo. Lakini hayo yote 9. 10 ili hapa ndo nilifanya niinue mguu wangu huko nilete hapa. Jambo gani tena? Si unamjua yule shemeji yangu? Ni Grace. Ndiyo yule mmekanapa na mwingine. Namjua. Ndiyo yule na mwingine basi. Mtoto ana mazito yule shoga yangu. Mimi usiniambie. Mtoto ana mambo yule. Eti ananitaka. Wewe usiniambie. Usikwambie nini ndo nakwambia. Yule mtoto amekazana. Sasa uweze amini. Ananijali. Ananikea. Zewe yani anafanya vitu kwangu. Yeye utafikiri ukachukua nafasi ya mume wangu. Lakini mimi naogopa. Sio unaogopa nini naye? Unajua yule ni mdogo wa mume wangu. Angalia furaha yako ilipo. Kama anakupenda na wewe mpendi. Shina yule huyu. Wewe mume wako yuko busy kwanza achana naye. Yaani ninachofanya tu bora nionekane mimi nina roho mbaya. Lakini yule mtoto aondoke pale kwa sababu atanigombanisha mimi na mume wangu.
atanifanya niachike. Wanaume wenyewe sasa hivi wachache. Wewe unajua unikubalia. Nikubalia ili ndoa yake baki salama. Ni bora nimkubalie ndoa yangu ibaki salama. Inabakije salama nimekubali shemeji? Si ndo nimeharibu kabisa, nimeisha mimi. Kwa sababu unapomsumbua ipo siku kidogo utakugeukia wewe mwenyewe. Atamwambia kaka yake wewe ndo unamtaka. Sawa. Tena ningekuwa mimi ndo huyo mkaka ananitaka mimi. Ni shemeji yako Vilasi? Ningemkubali zamani sana. Kwanza mzuri, au unamwonaje? Nitafikiria kwa kweli. Ulitoka? Nilienda kidogo dukani kuchukua. Sasa dogo, mimi natoka kwa sehemu gani na kwa naona ndani shida yako simuelewi kabisa, anachanganya. Anakuchanganya kwa lipi tena? Unajua dogo, shida yako simuelewi kabisa. Kwani hapa ndani mimi naishi na shida yako? Upande wangu mimi binafsi naishi naye vizuri, ila nashangaa kusikia wewe na yeye mko sawa. Kwani shida ni nini? Kweli mimi sielewi, lakini ugomvi umekuwa mwingi sana sasa hivi. Lakini kinachonishangaza zaidi ni kwamba yeye anataka wewe uondoke hapa ndani. Kaka, mimi nahisi labda kuna vitu ninavyoweza kuwa navifanya yeye hajavipenda, au sijajua ni sababu gani ambayo nataka mimi niondoke. Lakini pia sio mbaya kaka, unajua ile ndio furaha yako. Kwa hiyo mimi naweza nikawapisheni ili muendelee na maisha. Unajua dogo, swala la kuondoka hapa ndani ni kubwa kabisa, yani inawezekana. Kwa sababu wewe ni ndugu wangu kabisa, yani wewe ni damu yangu. Lakini ni mwanamke tu ambaye nimekutana naye mtaani, tukaanzisha mahusiano, mwisho wa siku tukaoana. Kwa muda wote tunaweza tukaachana pia, kila mtu akaendelea na maisha yake. Lakini wewe hatuwezi tukaachana kivyovyote vile, hata kama tutakuwa na ugomvi kiasi gani. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi ni heri yeye ndo aondoke, lakini sio wewe uondoke. Basi sawa kaka, haina shida. Kama kwa hilo mimi nimekuelewa kabisa. Labda kama kuna lingine. Lingine hakuna. Lakini mimi ni kaka yako, pia natakiwa uniambie ukweli. Au kuna siku labda alikutaka kimapenzi ukamkataa, ndio maana visa vimekuwa vingi? Don't mind kaka. Unajua mimi nakurespect sana. Kwa hiyo issue ya kusema kwamba shemeji labda anitake kimapenzi au mimi nimtake, hiyo haiwezi kawezekana kaka. Kama ni hivyo hamna shida. Basi ndugu wangu, taonana basi. Baba. Okay, nakwambia nikirudi. Samahani. Kwani unatoka wapi? Naona nauliza swali ambalo siwezi kupata majibu. Sasa, kwa nini unanichukia kiasi kwamba unaona sistahili kuishi hapa nyumbani kwako? Kumbe taarifa zimekufikia kwamba unahitajika kuondoka hapa nyumbani. Safi. Lakini kwenye maongezi wewe na kaka, umemwambia sababu zinazokufanya wewe usishe? Au mimi nisitaki wewe ukae hapa? Sikia nikwambie shemeji yangu mzuri. Kitu usichokijua wewe, furaha yako ipo kwangu, lakini unajichelewesha. Alafu unajua kwa nini sijamwambia kama mkubwa sababu ambazo unazitaka wewe mimi niondoke hapa nyumbani? Niheshimu kama ninavyoheshimu. Lobi. Sasa hivi ni saa ngapi lakini mmeomba?
taarifa ya kurudi, ya kuto kurudi imefikaje? Yaani umeondoka, hujaniaga, hujaniambia chochote, hujanishirikisha na lolote, afu sasa hivi nakupigia simu unaniambia kurudi. Kwa hiyo pia hukutaka kunipa taarifa, ulikuwa unasubiri mimi nikupigie simu, si ndio? Ni ustaarabu kabisa unavyoona. Ulitakiwa uniage. Shemeji, una uhakika uko peke yako kwenye safari ya mume wako? Karibu sana kwenye ulimwengu wangu. Lami,